tulikuja hapa mwaka wa 72. Tumeanza kupatana hii janga ya maji kuanzia ilianza mwaka huu, ndio maji ilisubmerged kwa mashamba yetu mwezi wa 3. Hii maji imeathiri familia 322, na kati ya wao ni wenye ambao wamewekeza hapa kwa ile mashamba ambayo yaliyoko hapa, lakini 151 ndio walikuwa wamewekeza kwa ujenzi, wako na shamba na pia ujenzi. Tumeathirika na njia kubwa kibiashara, kwa sababu ile ujenzi ya watu wengi ambao wamekaa hapa, hasa 98% walikuwa wamejenga nyumba za kudumu. Wengine walikuwa majority unakuta walikuwa wamejenga na loans, na imekuwa shida kubwa kwa sababu mtu lazima loan, haijui kama ulikuwa umepatwa na janga ama hujapatwa na janga. Na mimi ni mkaaji wa hapa Mwariki, ambapo tumekutwa na janga hili la maji. Tulikumbwa na janga la maji kutoka Disemba last year, na maji bado imesidi sana. Hivyo tumepatikana na matatizo mankuri ama matumizi basic needs ya nyumba. Haya yote ni matatizo ambayo imetupata, na sana sana wakati wa baridi na hata wakati ambapo kunanyesha, kuna ubu mingi. Hii ni matatizo ambayo inatukuba sana. 1974 nikiwa mdogo, lakini last year December maji ikakuja na ikakava, ikachukua shamba zetu zote, na tulikuwa tumeinvest because tulikuwa tumenunua mashamba na tunaona tumeseto. So kwa dakika hii hatuna makao, tunaomba tu serikali itusaidie. Just because tuliambiwa hizi shamba ni zetu na serikali inaweza kutucompensate, na ikitucompensate tutafurahi sana, because saa hii tunaongea tumepoteza wamama 3 ni sababu ya depression. Tayari tumewazika na tunaona venye kunaendelea hata magonjwa. Hatujahama kwa maji because hatuna pahali pa kwenda. Tunahama tu kidogo pale maji hajafika, tunakaa na ile hiyo baridi inatuma mpaka tuwe wagonjwa. Kwa hivyo tu ningeomba serikali itusaidie. We came out over here to assist with flood relief initiatives. We're targeting about 350 families that have now been displaced. The immediate challenge is shelter, of course, but the community has been very generous. Many of them have found residences like in the churches. Their neighbors have taken them in. But overall, it's been a tough year, so it's also beginning to strain on the neighbors and on the well-wishers. So, but aside of that, then some of the challenges that are emerging right now is, of course, as we were informed, when you have flooding, you tend to get a lot of waterborne diseases. Malaria is a huge concern, lots of mosquitoes, and moreover, we've been experiencing some heavy rains in Nakuru the last 2 weeks. So you tend to have all that water that carries all the waste and all the rubbish from town, and it just, it comes and deposits it right over here. So, it's not a very pleasant situation for those who are living over here. Surrounded by stagnant water, heavy mosquitoes, filth. But this community is a bit special because they are battling like 2 pandemics. They are displaced by the water, and they are also struggling with the effects of COVID. So we brought them some food hampers, which should last them around 1 month.